Tonya alikuwa anakandwa kwa ufundi mkubwa sana na Andy, mpaka Tonya kwa mbali kama vile anapoteza fahamu mazima kabisa. Bila yana anaamua kumpa Andy moja kwa moja. Tonya ni single mother mwenye watoto watatu hapa town bwana, na leo anawapeleka shule, lakini njiani anamuona mwanawe bwana Clonia anasoma kitabu ambacho kama akielewi hivi. Anapomwomba Clonia anagoma kumpa kitabu, lakini mwishowe anampa kile kitabu. La haula la bakwata, anaposhika kile kitabu anakuta kile kitabu kina mambo ya kikubwa bwana. Anashangaa, mwanangu, wewe kwa umri wako unasoma kitabu kama hichi? Hivi kitabu amekupa nani? Akasema amenipa Uncle William, ndo amenipa hichi kitabu. Yaani William ndo amekupa hichi kitabu. Huu ni ushenzi ambao sitofumbia macho. Leo hii Madam Tonya bwana, gari lake limeharibika hapa. Napoharibika kuna mshikaji pembeni anakuja kumpa msaada. Anasema mimi ndio driver taxi, nimekuona hapo anahangaika muda mrefu, mmoja kwa msaada. Anasema kwamba gari langu aliwake, anamwambia kwamba una beti la ziada? Anasema hapana. Anasema ili issue beti, wanichukue beti lingine hapa nikuletee ili tuone tunafanyaje. Kweli bwana, huyu anaitwa Andy. Andy anakuja anaweka beti lingine hapa, na anapoweka beti lingine anamwambia bibie washa chuma iko. Anapowasha chuma, kweli chuma bwana inakuwa jino moja, chuma kinawaka. Tonya hapa anasema asante sana, nimefurahi kwa sababu umefanya gari langu limewaka. Mshikaji anasema fresh mna noma. Tonya anasema basi shika hela hapa kulipa, lakini anasema hapana, ngoja tu nichukue ile beti nikakutengenezee, then beti langu siku wote nitalifuata baada ya beti lako kupona. Kwa namna hii, kwa time hii wanaachiana address number za nyumba na za mtaa, kisha wote kwa pamoja wanaagana. Leo Tonya anaenda kumkaribisha mgeni, na mgeni huyu ni William bwana. William amekuja nyumbani, lakini hajakuja kinyonge, amekuja na zawadi. So hapa Clonia amekasirika kwa sababu zawadi alopewa na anko wake William imepokonywa. So wawili hawa waenda kumpokea mjomba William, na leo ameletea zawadi za simu. Bi mkubwa ana mind kinoma, ni kwa sababu haya sio maadili mazuri. William anafuata Clonia kisha anamuuliza kwamba mbona umekaa kinyonge sana? Clonia anasema kwamba zawadi ya kitabu lonipa mama amenipokonya. So William anacheka kisha anasema mama wako bwana anaomba kizamani kinoma. Basi kama amekuponya kitabu, basi mimi nimekuletea simu hapa, hii inaweza ikawa zawadi nzuri sana mbele yako. Hichi kitendo bi mkubwa hajakipenda wala hajakifurahia kabisa, ni kwa William kuwaletea simu watoto zake ambao bado wapo shule, bado wanasoma. Mama hajakifumbia macho hichi kitendo. Alimuita William pembeni na kuanza kumwambia kwamba tabia zako, utu wako ama matendo yako binafsi siyapendi mbele watoto zangu. Watoto zangu na walea peke yangu na watunza peke yangu, hivyo sitaki uwe kikwazo kikubwa mbele watoto wangu kuwasababishia masomo yao kwa magumu. Unawaletea simu ili iweje? Ili watongoze na wanaume ama uangalie picha za ngono ndani ya simu, kwa sababu ulimpa mwanangu kitabu cha ngono, hivyo unaletea simu ili uangalie picha chafu na picha mbaya. So sitaki wala sipendi ufanye vitu hivyo mbele za wanangu. Sitaki zawadi za kijingajinga. Hapa watoto hawa wanatafuta simu na simu hawazioni. Clonia anaambia kwamba hivi nyewe kwa kizenti mama anaweza kweli kubali nyewe mchezee simu? Hicho kitu hakiwezekani. Kweli bwana, mama anapoingia anafokea na kuambia kwamba sitaki zawadi za kijingajinga anazoleta anko wenu, mzipokee. Huo ni upuzi, huo ni ujinga. Mbele yangu siwezi kuruhusu ujinga utokee ama uendelee mbele yenu, na watunza kwa shida sana. Tonya hapa yupo sebleni anawasha TV. Anapowasha TV, William anakuja mbele yake. William na Tonya hawa ni mtu na shemeji yake, yani William kaka yake alimwaga Tonya, lakini kwa bahati mbaya kaka yake sasa hivi ameshafariki. So tutajua kwa sababu gani ama kwa namna gani kaka yake na William amefariki. William hapa ana switch mchuma na mchuma anakubali, TV inawaka hapo. William anasema mambo madogo tu hayo, uko anakaa nini muda wote? TV tu ilikuwa kuna watu fulani kulima hujachomeka ndio umekubali. Hapa bi mkubwa anamwambia kwamba nakukumbusha tena kwa mara nyingine, sitaki mazoea ya kijingajinga na wanangu, sitaki wanangu wafundishe maadili ya kipuzi, sitaki wanangu wafundishe maadili ambayo hayana maana. Leo hii hapa wapo sebleni, mama kama vile kuna kitu fulani hivi anakisubiria ama anakingojea, na William yupo bwana anawapigisha stories hapa na pale maanko zake bwana. Maanko anapenda kinoma ni kumsikiliza William, na bi mkubwa anaangalia anasema basi kuna muda mwingine wafundishe basi vitu vya wema, lakini William yeye anakazana kuwafundisha mambo ya ujana wa watoto. Anaendelea kukazia kusema kwamba sikilizeni mambo mazuri na mambo ya kijingajinga ya anko wenu yaacheni. So Clonia anaposikia mambo kama haya ama neno kama haya kumcrash anko wake, Clonia anakasirika, ananyanyuka anaondoka, na William pia amemind kinoma. Ni kwa nini yeye kila siku anakuwa kukashiwa? Lakini bi mkubwa anasema kwamba sitaki kufundisha maadili ya kijinga wanangu. Leo hii bwana Andy anakuja hapa nyumbani na Tonya anampokea kwa furaha kinoma. Ni Andy
Andy anamwambia kwamba nimeleta betri lako ili hapo sasa hivi liko zima na linaweza likawasha gari lako. So Tony anasema asante sana, ngoja nikakuletee hela yako, hela ya ufundi, hela ambayo iliyosababisha ukanitengenezea betri langu kwa unyama sana na kwa uzuri sana. So hapa Tony anakuja anampa pesa zake bwana Andy, anamwambia kwamba unaonekana kijana mwenye busara sana, pia kijana mwaminifu sana. Andy anasema hilo ni jambo la kawaida kwangu, mimi ni dereva wa taxi, hivyo na mambo mengi ya kufanya kwa uaminifu mbele ya wateja zangu. Tony anasema kwamba basi nashukuru na natamani kuone kwa mara nyingine. So Andy anasema basi kama kuna steps moja gari lako itaribika, mimi nipo, lete tu mimi nitakurekebishia na nitakisha gari lako linapona na linakuwa fresh kabisa kama hivi betri lako isivyopona. So Andy anataka kuondoka, tunamwambia kwamba lakini tumepika chakula hapa muda si mrefu, so kama utaweza basi njoo tujioni pamoja ili tule chakula cha mchana. So itakuwa furaha sana, itakuwa wakati mwema sana ukija kula chakula cha pamoja na sisi. Lakini Andy anakataa. Tony anatumia nguvu kubwa sana kumshawishi Andy ili aje kula, na Andy bila hiana anaingia ndani kwa ajili ya kwenda kupata chakula cha mchana bwana, pamoja na familia ya Tony. Wapo ukumbini wanakula. Wanapokula Tony anamwambia Andy ya kwamba jisikie kama vile upo nyumbani, kula unachotaka, kula unachojisikia. Lakini kwa bahati mbaya watoto wanakuja wanamwongelea lugha mbaya sana bwana Andy. Wanasema kwamba mbona pa mezani kuna nuka, huyu mgeni anasababisha ama anafanya kwenye nyumba inuke. Bibi mkubwa anasema nyie hebu acheni lugha za kipuzi. Lakini William anasema ni kweli, umshikaji ananuka sana, ananuka ugereji, sijui ananuka oil, sijui ananuka nini, mpaka watoto wanakosa haki zao za umuhimu. Wale watoto ni wadogo, pua zao zinanusa kwa nguvu, kwa hiyo wanasikia harufu chafu ya mshikaji. So Andy anajisikia vibaya kinoma, ananyanyuka anaondoka. Tonya hakupendezeshwa na hichi kitendo wala hakukitarajia kabisa, lakini William pamoja na watoto wake wamechangia kumcrash vibaya mno Andy, mpaka Andy anasusa chakula katikati na Andy anaondoka. Hichi kitendo kwa kweli kilimkwaza kinoma ni Tonya. Kwa nini umekuwa mtu mbaya mbele yangu? Kwa nini umekuwa mtu wa ajabu sana mbele ya nyumba yangu? Samani, kama hii nyumba imekushindwa, tafadhali naomba uondoke. Leo hii Andy yupo kwenye mishemishe zake, mara Tony anapita. Tony yupo kwenye lada hizi ambazo Andy pia anapita. So Tony anamsamisha Andy na Andy anasimama. Andy anaenda mpaka kwa Tony. Tony anachekesha tu na kusema samani, unajua siku ile yani ilikuwa tu ni bahati mbaya, watoto zangu kwa bahati mbaya waliongea lugha ile kibahati mbaya, kwa naomba samani kwa niaba yao. Lakini Andy anasema kwamba kiukweli mimi nijisikia vibaya sana, na kiukweli watu zako wana tabia mbaya sana, tabia ambazo watakuwa wafundishe vizuri na uelewe vizuri. Lakini mama anasema kwa sababu tu watoto zangu nipo nao peke yangu, kwa najaribu kuwalea kadri wezavyo, lakini hivyo, lakini mimi naomba msamaha bwana, yaishe bwana. So mama anatangata hapa mbele watoto zake kwa jambo ambalo walifanya, lakini Andy hataki kusikiliza wala kuelewa kwa maneno machafu ambayo aliambiwa. Huyo anafunga safari yake, anaondoka, maana mama hana majibu ambayo ya kujitosheleza mbele watoto zake. Kwa nini watoto zake wameolewa kishenzi kama vile mpaka wanatukana kwa dharau wageni mbele za watu. Tony amerudi nyumbani. William bwana anapita mbele ya Tony, na kwa bahati mbaya bwana anamtekenya Tony, kitendo ambacho cha kishenzi sana. Kisa anamwambia kwamba kwani brother si ameshafariki? So kama brother ameshafariki basi hata mimi naweza tu nikalisi nafasi. So Tony anamtia kibao William kwa kusema maneno kipuzi kama hayo. Wewe unasema nini? Yaani wewe unataka kunilisi mimi? Kiufupi ni kwamba mume wake na Tony tayari kashafariki. William yeye anataka kumlisi shemeji bwana, lakini kwa kitendo hichi ama kwa dharau hizi Tony anamfukuza William moja kwa moja na hataki kumsikia wala kumwona. Anamwambia aondoke kwenye nyumba yake. William ameshafunga vilago vyake na huyo mdogo anaondoka. Clonia anashangaa, wewe unaondoka? Yaani anko kunifundisha vitu vikubwa kubwa, vitu vya kibale leo hii naondoka. Lakini William anasema kwamba mama yenu amenifukuza niondoke. So kama mama yenu amenifukuza niondoke, basi mimi sina haja ya kwenda mimi kukaa hapa na nyinyi, itanibidi tu na itatakiwa mimi niondoke, kwa hiyo naondoka. So Tony anamwambia kwamba ondoka haraka sana, tena haraka hadi wezavyo, mshenzi mkubwa wewe. Unataka kunaribu watoto zangu, pia unataka kunaribu na mimi, unataka kunaribia familia yangu kwa ujumla, toka zako hapa. Lakini Clonia ana maindi kinomani, wala hakupendezeshwa wala hapendi utaratibu wa mama yake kuwalea ama kuwachunga vikali vilivyo, yani mbele ya familia yao. Rafiki yake bwana na Tonya anakuja. Rafiki yake anaitwa Lita, anamwambia kwamba watoto sasa hivi wamefika umri wa ukubwa, kama itawezekana basi jitahidi basi hata upate mtu wa kulea familia ama kusaidia kulea watoto, kuwachunguza ama kuwalinda, kwa sababu baba akiwepo pia kutakuwa na maadili mazuri. Basi anamwambia kwamba William bwana sio amenitongoza, so tuko pamoja. Anasema William amenitongoza yule chenga sana, achana naye, so usimfuatishe wala usimwendeshe. So Tonya na rafiki yake Lita wanapiga stori za kikubwa za kimaisha, kusema kwamba kama vipi, kama itawezekana basi ufanye mpango bwana, atafute mume wa kulea familia yake. Wewe ni dereva mzuri sana, mimi nimekuona, so kama ni dereva mzuri basi leo pia nakupa kazi ya kupeleka watoto zangu shule. Naomba watoto zangu uwe unawapeleka na kurudisha shule, sio kwa sababu nimekujua na nimekufahamu basi nakupa dilili la
kuwapeleka na kurudisha shule watoto zangu. So kwa sababu Andy yeye ndo kazi zake kuwasafirisha watu kwenye taxi, na leo hapa amepata dili la mchongo wa kuwasafirisha na kurudisha watoto shule. So leo hii bwana mama amekuja kuwatambulisha rasmi sasa kwamba huyu mjomba ndo atakuwa anawapeleka shule na kurudisha shule. Kwa hiyo mjiandae kwa hilo, lakini Clone ana mind kusema kwamba hatutaki dereva kama huyu ambaye anaenuka na ni mbaya, lakini mama anamwambia kwamba msimjibu lugha mbovu mjomba, na waomba muwe mnamkubali mjomba anawapeleka na kurudisha. Lakini Clone anasema kwamba kwanza gari lenyewe bovu, sisi tunapanda gari kama hili kweli? Yaani mama yetu wewe kwa mzuri, sisi tupo kwa wazuri wanao, zaidi tunapanisha kwenye gari bovu kama hili. Lakini mama mtu anasema kwamba acha upumbavu wa Clone, kapandeni kwenye gari lile, kama hamtaki basi nendeni shule kwa miguu. Bi kubwa anamwambia kwamba Andy vumilia bwana, watoto wajinga achana nao. Maisha ndo haya. Andy rasmi anaanza safari ya kuwapeleka na kurudisha hawa watoto shule bwana. Leo hii yupo kwa mshikaji wake anamwambia kwamba bwana yule bosi yule tajiri amekuja hapa ameng'aka kinoma. Anasema kwamba anataka pesa yake. Inasemekana kwamba wewe hupeleke hesabu yake, lakini Andy anasema kwamba mimi kweli hesabu yake sijapeleka na muda mrefu sana, kwa sababu babangu anaumwa, hivyo napambana na kaza muda si mrefu ama siku chache zijazo mbeleni nimpe pesa yake, kwa sababu mzee kweli ama mshikaji kweli amekuwa na kunizingua sana. Kifupi ya kwamba huyu Andy hapeleki hesabu kwa bosi ama kwa tajiri yake, na mshikaji wake anamchana kumwambia kwamba pambana kadri uwezavyo ili upeleke hesabu kwa bosi. Leo bwana muda kutoka shule, huyu Clone anamwambia wenzake ya kwamba sasa ngojeni kuna kitu niwafundishe hapa. Andy anasubiri watoto watoke shule, lakini Clone na wenzake wananyata nyuma wanamkimbia Andy na wanapita nyuma yao pasipo Andy kujua wala kuelewa kwamba watoto hawa wanamtoroka. Clone ndo fundi wa mchongo, anaongoza wenzake kwenye upuuzi kama huo. Mshikaji amesubiri kinoma mpaka asema lakini mbona kama vile muda wa shule kama vile ushapita, inakuaje kivipi, kwa nini? So anaenda getini kuangalia, anakuta geti tayari lishafungwa kitambo, ni kumaanisha kwamba wanafunzi walisharuhusiwa kwa muda mrefu sana, lakini watoto ambao anatakiwa kuwapeleka na kuwarudisha hawapo, walishaondoka kitambo sana. Hii inawezekana ikawa mbaya sana bila bosi, kwa sababu amefanya uzembe ambao hakutarajia wala hakustahili kuufanya. Watoto wako njiani wanasema, lakini Clone amefanya ujinga sana kiasi cha kwamba mimi nimechoka kutembea bwana. Lakini Clone anamwambia kwamba wewe kaza, mimi kuna kitu fulani hivi nakiandaa. Unaandaa nini? Mimi njaa inaniuma, fulani nitembeza kwa miguu, mimi sitaki bwana. Clone anamwambia kwamba kuna issue fulani hivi naitengeneza, nyenyewe mtaona issue kali kinoma, vumilieni, tutembeeni kidogo tu, sasa hivi tutafika. Mnakasirika nini? Mnachoka nini? Huku Andy amekuja kwa Tony. Tony anasema umerudisha wanangu? Wanangu kwa wapi? Mbona sioni wanangu? Lakini Andy anasema kwamba wanao sijawaona. Tony anashangaa sema hujawaona vipi yani? Kwa hiyo wanangu wamepotea umeshindwa kuwaleta wanangu nyumbani? Yani mimi nakukabidhi wanangu, zeni wewe unashindwa kuwasimamia wanangu? Huo ni upuuzi. Wewe ni dereva gani yani? Yani muda shule ushapita, zeni unasema wanangu hujawaona? Mara watu zake wanaingia nyumbani wakiwa wamechoka sana. Baada ya kuchoka sana, mama wao anafurahi kwa sababu kwanza ameshukuru Mungu kwa sababu watoto amewaona. So baada ya kupata taarifa kwamba watoto wake hakuwaona, alijua kwamba watoto tayari washapotea. Lakini Clone anasema kwamba mama, huyu dereva hajatufuata. Andy anasema kwamba mimi nimewafuata na nimekaa kitambo pale kuwasubiria. Tony anamlaumu Andy kusema kwamba umewaacha wanangu warudi wenyewe nyumbani kwao. Kivipi? Kwa nini? Yaani kwa nini unawaacha wanangu warudi kwa miguu nyumbani wakati mimi nakulipa hela ya kila mwisho wa mwezi? Wewe unaweza kazi kweli wewe? Kwa furaha sana anawaambia wanangu ingieni ndani, hebu achaneni naye. Lakini Andy anajisikia vibaya sana kwa sababu aliwafuata watoto kwa muda husika kabisa, lakini watoto wamemletea ujanja na mama mtu anasema kwamba hebu ondoka hapa, kazi shakushindwa. Andy anajisikia vibaya sana kwa sababu kazi hii alitarajia kwamba itamsaidia ama itamnufaisha yeye kufanya kazi kwa haraka sana ama kupata pesa kwa haraka sana, ili mradi bosi ambaye anayemdai pesa yake amrudishie mapema sana. Lakini watoto washaribu mchongo, washaribu kazi. Hapa mshikaji amekuja kumwambia kwamba leo nimekukamata, yaani mwanangu, nimekupa gari wiki ya 3 sasa, hutaki kurudisha hesabu yangu wala hutaki kunipa hesabu yangu. Maana yake nini mwanangu? Andy anasema kwamba mwanangu, mimi mzee wangu anaumwa, kama mzee wangu anaumwa naomba nivumilie kidogo, sababu pesa nyingi sana nilizipeleka kwa mzee. Hapa sasa nipo na maana utafuta hesabu yako, mimi naomba nidai tu mwanangu, then muda sio mwingi nitakulipa tena, kuanzia mwisho wa wiki hii nitaanza kukulipa. Mimi kuna mchongo na upambania, kuna issue nafanya sasa hivi, kuna mteja nimempata ambaye anapeleka watoto zake shule na kurudisha watoto zake shule. Kwa hiyo ndo namkumalia ambaye akinipa tu hesabu yangu nakuja na kukamilishia mazima kabisa mwanangu, na mambo mengine tutasahau. Mshikaji anasema kwamba basi mimi nakupa wiki moja tu, kisha uniletee hesabu yangu, naomba ukamilishe hadi ambalo usema, tutagombana mwanangu. So mchizi anamwambia kwamba pambana mwanangu kadri uwezavyo, hiyo gari ya watu upeleke hesabu yake. Siku mbili hizi Tony gari lake bovu bwana. Kama Tony gari lake bovu, basi akaamua tu kumkodi tena Andy na kumsamea Andy ili mradi ampeleke kwenye mshimishi zake. Leo muda Tony ameshuka kwenye gari la Andy anapoondoka, kwa bahati mbaya
anajikwaa, anateleza na kuumia. Andy anamfuata Tonya, bosi wake, anambeba kwa ustaarabu sana na anamuingiza kwenye gari kwa sababu ya kumpa matibabu, kwa sababu bosi wake ameteleza kwa bahati mbaya, na avoteleza ameumia sana. I say. Lakini Andy kwa wema, kwa ustaarabu sana, anambeba Tonya mpaka ndani na wanaingia wote mpaka ndani kwa ajili ya kwenda kumpa matibabu, kwa ajili ya kwenda kufanya matibabu ili mradi akae sawa na awe sawa. Maana huyu ndo bosi wake, sio kama bosi atakuwa anaumwa kwa muda mrefu, basi hata kazi pia zitakuwa ngumu. So anamkaribisha hapa, anamkaribisha hapa, anambeba sikaa hapa bosi wangu, zeni nijue nakupa vipi huduma ya kwanza. I say. Lakini Tonya anafurahi sana kwa wema ambao Andy alomfanyia, anamwambia asante sana, sitegemea mtafanya wema kama huu. So Tonya anafurahi sana kwa mambo alofanywa na Andy bwana. Lakini Andy anamwambia kwamba basi kama itawezekana, kama kuna shughuli nyingine hapa nikusaidie, usinyanyuke kwanza kwa sababu umeumia, kwa kama kuna mambo mengine hapa kusaidia, basi mimi ni force ama nipambane nikusaidie. Lakini Tonya anasema wewe jamani, mstaarabu bila ukafanya kazi sasa hizi nataka kunisaidia mimi. Lakini anasema kwamba hapana bwana, wewe mwakabe mtu muhimu tu na haki, ama natakiwa tu nikusaidie ama nikufanyie wema bwana, kwa sababu wewe umenifanyia wema kunipa kazi ambayo ilonyoka. Kuna mimi hata nafanya kazi na mimi, kuna kazi gani ambayo haujafanya sasa hivi nikufanyie? So basi nipeleke chumbani kwanza. Kimahaba sana, kiupole sana, kwa ustaarabu mkubwa sana, Andy anampeleka Tonya bwana chumbani kwake, yani kicheto mdogo mdogo. So Tonya ameumia bwana, na Andy kwa muda huu analikava nafasi ya Tonya kuumia. Andy akajiongeza, akapika msosi ulionyooka. So rafiki yake Lita anakuja, anasema kwamba hey, wewe kijana unafanya nini hapa? Lakini Andy anasema kwamba mimi ndo ambaye nilokuwa na Tonya tangu muda ambao anapata matatizo, na hapa sasa hivi Tonya hana jambo, hivyo nimeamua kumpikia chakula imradi akae sawa. Anasema Tonya yuko wapi? Anambia Tonya yuko ndani. So Lita anaenda kumwangalia Tonya ndani, anaenda kumwangalia Tonya ndani. Tonya anasema karibu shoga yangu. So na Andy pia analeta msosi. Tonya anasema asante kwa msosi. Kula basi msosi wako, mimi nichufukuka, najua kupika vizuri na msosi wangu umenyooka. So Tonya anasema kwamba asante, nitakula na nitaenjoy. So watoto wanarudi shule, wanaingia moja kwa moja kwa mamao, lakini kwa bahati mbaya anakuta mamao ameumia. So wote wanashangaa na wanajiuliza kwa nini, kivipi mpaka mama ameumia. So anamwambia nilipokuwa natoka kazini, nilipokuwa narudi kazini kwa bahati mbaya nimeumia. Basi mama pole. Watoto wanadeka, Singomaza anawadekeza kinoma ni wanawe. Kwa pamoja wote wanaamua kumpa pole mamao, lakini mamao pia anamwambia kwamba lakini hapa uncle amenisaidia vitu vingi sana, pia amenisaidia kupika chakula, kwa kapakoni chakula ili mle wanangu mshibe muendelee na masomo yenu. Lakini Clonia bwana ana maini, anasema ni mimi kile chakula ambacho achopika huyu kenge huyu inawezekana kweli? Mama anamwambia bwana useme maneno hayo bwana, maneno yako mabaya bwana, useme hivyo bwana. Na Rita pia anaaga hapa na kuondoka, anasema kwamba basi mimi natosha, mimi ngoja niondoke jamani. Bwana yani Clonia anaongea maneno machafu kinomani, mpaka wageni ambao walokaribia hapa wanaona aibu na wanasikia aibu. Amesema kwamba chakula ambacho achopika ukenge yeye hawezi kuja. Tony anamwambia Andy ya kwamba mvumilie tu mwanangu huyo, ana tabia za ajabu sana, kisha ana tabia za kijinga. Naomba madhaifu yake, mabaya yake yote nibebee mie. Naomba ashukuru kwa watoto. Andy anasema watoto wake kina wanaumiza sana, yani wana mambo ya kijinga sana. So kwenye meza kuu hapa walipokuja, Andy anakuja kuangalia watoto zake, lakini kwa bahati mbaya bwana Clonia amehapa na amesema kabisa kwamba yeye hana mpango wala hataki kula chakula achopika kenge yule. Na kweli bwana, wenzake wanakula, Clonia yupo kule anaangalia TV, hana hata habari wala hataki kabisa. Anasema kwamba mimi nile chakula cha achopika mpuzi, anataka kumpiga, lakini Rita anamwambia kwamba usimpige bwana, achana na yule mtoto mdogo bwana, hebu achana naye bwana. Shoga yangu umeumia, hebu kaa chini. Na Clonia huyo anaondoka zake. Huyu Clonia bwana ni kichefuchefu kinoma, alafu ana majibu ya kipuzi sana. Wenzake wanakuja namwambia kwamba kitendo ambacho anachokifanya sio kizuri, kumcrash yanko mbele za watu inakuwa sio vizuri, then haipendezi, sio tabia nzuri, hebu acha mchezo wako. Clonia anasema kwamba jamani, msiniingilie, mimi simpendi yule kumuona na kumsikia, sababu sisi day one tunamuona ni mbovu mbaya, wala hafai kukaa na sisi. Kwanza nanuka, then haendani kabisa na sisi, sababu sisi ni matajiri, yeye maskini, kwa hiyo simtaki kumuona na kumsikia. Jamani, msinilazimishe, kwani shida nini jamani? Mimi sipendi mimi tu. Basi kaleta chakula chake jamani, kwani shida nini? Lakini Clonia anasema kwamba jamani, msinifuatilie. Usiku Clonia bwana akanyata huyo taratibu, akaenda jikoni, na apoenda jikoni akaanza kufungua majungu ambayo yalipikwa msosi bwana, anapikwa chakula taratibu, anafungua chakula, na kwa bahati nzuri akaona chakula kimebaki bwana cha mchana. So anapoona chakula cha mchana kimebaki, anakichukua, anapakua na anaanza kula mdogo. Anapakua chakula, kumbuka kichakula aliyepika mchana alimzi yake mbele za watu akisema kwamba mimi sili chakula cha kenge. Lakini usiku bwana
amenyata, njaa inamuuma sana, amekuja kula chakula ambacho alichopika kenge. Anaonja kusema kumbe chakula kitamu, lakini japokuwa kenge, lakini amepika chakula kitamu kinoma. So anapoendelea kula hapa, kwa bahati mbaya sana mama yake ananyata na kumkuta mwanawe anakula chakula huku akiwa anakisifia kwamba chakula kumbe kilikuwa kitamu. So Clonia anajisikia aibu sana, lakini mama yake anamwambia kwamba ulofanya ni ujinga, sio vizuri, sio tabia nzuri, wala sio kitendo kizuri kumsema mgeni, yani kumziaki mgeni. Yule ni mgeni wangu mimi, kama hawapendezeshi ama kama hawafurahishi basi yani hawafurahishi nyinyi, lakini mimi ule ni mgeni wangu, naomba iwe kama fundisho. So kula shiba, lakini baada ya kushiba usirudie tena tabia zako za ajabu ajabu, tabia zako za kishenzi mbele ya mgeni wangu, na kuomba tena na kutaka tafadhali kwenye hilo, si umenielewa? Lakini so Tonya anamkana mwanawe ama anamfundisha mwanawe kwa maneno mazuri, maneno yaliyonyooka, kumwambia kwamba usiwe na lugha chafu bwana mbele ya mtu ambaye usomjua, mbele ya mgeni, na ule mgeni ni mgeni wangu. So endelea kula hapo, ukimaliza utosha vyombo basi, lakini tabia hiyo ya ujeuri naomba usirudie tena. Leo hii bwana mshikaji yupo hapa anaosha gari. So anaposha gari mara mshikaji amekuja, safi sana, nimekukuta hapa nimekubamba, naomba funguo yangu mwanangu. Yaani sitaki kusikia mwazini wala mradi swala. Lakini tunasema kwamba jamani, lakini simepita siku moja tu. Siku moja hiyo ambayo ilipita uniambia kwamba jana tunaniletea hesabu yangu, lakini umeshindwa kuniletea hesabu yangu. Kwa hiyo naomba hela yangu mwanangu, then fanya mambo mengine, then naomba funguo yangu, alafu tujue tunakatana vipi. So mshikaji akaja kumpokonya funguo ya gari Andy mbele ya rafiki yake na kumwambia kwamba unijue nisikujue, naomba niache gari langu, nifanye mambo yangu, nifanye mambo mengine. So tunapoongea Andy ameshindwa kurudisha hesabu ambayo alipromisi, na leo hii bwana amepokonywa gari na haelewi ataishije mjini pasipokuwa na kazi bwana, maana pia ni kazi mjini kuishi bila kazi. Sasa huku leo Andy anapigwa simu na Tonya kwa muda mrefu sana, lakini Andy hapokei simu. Watu wanasema kwamba mama, tunachelewa shule bwana. Huyo dereva gani? Yaani dereva gani ambaye hajui muda wa kuja kutufuata? Tunachelewa shule mama. Kumbuka Andy tayari kishapokonywa gari na hapa wanataka kwenda shule. Mara Andy kwa haraka anakuja anasema, madam samani sana, kifupi bame gari nimepokonywa. Gari umepokonywa? Sasa kama gari umepokonywa umefuta nini na miguu hapa? Anasema jamani tulieni jamani. Mtu amepokonywa gari basi tulieni jamani. Lakini Andy anaendelea kusema kwamba gari bwana mimi nimepokonywa, kama gari nimepokonywa naomba niwasindikize bwana, hata wakapanda daladala mimi nitasimamia na kuwachunga. Tunasema haya, lakini dereva wako mama huyu hapa hamna dereva. So kiustaarabu sana, kwa unyonge sana, watu wale wakarequestiwa, na baada ya kurequestiwa wakaenda shule. So hapa Tonya amemwomba Andy aendelee kumfanyia masaji ya mguu wake kwa ajili ya kumtibia na kwa ajili ya kumweka sawa ili mguu wake ukae sawa, kwa sababu mguu wake bwana hauko sawa. So Andy bwana, kwa sababu sasa hivi hana kazi, hana la kufanya, akaamua tu kuanza kumfanya masaji na kumkana taratibu bibie. Bidada anasikia raha kinoma anapokandwa, jamani hapo nasikia raha. So Andy anatumia uzoefu mwingine na ubunifu mwingine zaidi kwenye kumkanda Tonya bwana, na Tonya anasikia raha kinoma ni muda anakandwa. Pindi anapokandwa Tonya anafurahi anapokandwa, na anamwambia kumbe jamani unajua kukanda kama hivi, si ungefungua ofisi ya masaji ungekuwa unapata hela. Lakini so watoto hapa wanakuja unamwona mama wao eti anadeka mbele ya Andy bwana. Hichi kitendo kinawakwaza na kinawakila sana watoto hawa, lakini Tonya hawezi kujishikilia mbele ya Andy, anampapasa, anamtomasa na kusema kwamba nasikia raha kinomani. Watoto wanaangalia, wanaona upumbavu ambao wanaofanya mamao mbele ya Andy, kijana ambaye wanamwita kenge, lakini mama ndo anabebika, haelewi wala haeleweki mbele ya Andy. So kwa mahaba sana Tonya anawekwa mguu pembeni, anatoka mguu pembeni, anasikia raha sana. Mama yupo ndani amepumzika. Clonia anakuja kumwangalia mama, lakini anamkuta mama yuko bize, anachati yani anachati vibaya mno. Mama yuko bize, anachati, anabebika yani. Clonia anamwambia mama, kuna kitu naomba unisaidie, lakini mama anamwambia kwamba saizi kuna kitu hapa nafanya, kwa naomba kesho ndo uje, ondoka bwana, hapa mimi kuna mambo yangu nafanya bwana Kwa hiyo napenda kugasikia mimi nimepumzika, kwa kama nimepumzika naomba uniache. Clonia kitendo kinamuuma sana, kinamkwaza sana. Na ameona tunajua kwamba kwa unachati na Andy au sio? Mama anamwambia wewe kwamba ulifuatilia na naomba sio kunifuatilia. Unafuatilia nini? Mimi mwanao nakwambia nisaidie kitu fulani, lakini unashindwa kunisaidia hicho kitu, kisa huyo Andy wako Haya subiri sasa. Lakini Tonya bwana aelewi mbele ya Andy, taratibu kashaanza kubebika mbele ya Andy. Sasa Clonia anakuja anahadisia wenzake, anamwambia kwamba yani mama yangu sasa hivi amekuwa dish kinomani, eti yule kenge eti amedata kwake, yani anachekacheka
nimekuta kule anabebika, mama yangu haelewi, kisa ule kenge. Hivi nakuja kule akilini, lakini wenzake anamwambia kwamba huyo mama bwana, hebu achana naye, tufanye mambo mengine, achana naye mama yetu bwana. Mama yetu hawezi kumpangia wala kumtakia kitu ambacho anafanya. Lakini Clonia anasema kwamba hata kama mama yetu, lakini huo ni ujinga. Umeona mambo amezidi kupamba moto zaidi yani. Leo hii bwana, Andy anamiliki gari sasa la bibi mkubwa Tonya, na leo hii wanafunga safari ya mtoko, wanatoka bwana kwa ajili ya kwenda kuenjoy mbele kwa mbele bwana. I say, yani Tonya kitambo kashazama mbele ya Andy bwana, na haelewi. Watoto wanakuja wanaiona hii moment ya Andy kuondoka na mamao, wanasema umeona, sichokuwa nawaambia sindo hiki, mimi nawaambia nyewe mnabishi. Sasa hapa kuna kitu cha ajabu ama cha gentleman sana tunataka tukifanye, ili umshenzi huyu kenge amkome mama yetu, asimfuatie mama yetu, maana huyu hana hadhi wala uwezo wa kuwa karibu na mama yetu. Au nyinyi mnasemaje jamani? Hivi kweli hana hadhi kwa mama yetu karibu huyu? Sasa kuna mchezo ameuandaa, mchezo wenyewe ndio hapo. Andy amekuja kugonga hapa na Clonia ndio amemkaribisha, anamwambia kwamba mama hayupo, ametoka, amesafiri. Kwa hiyo wewe nenda zako tu na utarudi siku nyingine, kwa sababu mama ameenda kwa baba yetu mwingine, kwa naomba uondoke hapa, mama hayupo. So ikauli ilimkela kinoma ni Andy, na Andy akaamua kumpigia simu Tonya, lakini kwa bahati mbaya simu haipatikani. Lakini Clonia anamwambia kwamba mimi nimekwambia kwamba mama yangu kaenda kwa baba mwingine, wewe unabisha nini? Wewe hutaki nini? Lakini Andy anapiga simu muda wote, simu Clonia anakuja, anaishika, anaimute, anapomute anaiweka pembeni, kumaanisha kwamba hakuna kilichotokea, hakuna kilichokuepo. Tonya siku mbili hizi anampigia simu Andy, lakini Andy amekasirika kwa sababu Tonya hakupokea simu zake, na Clonia pia amemwambia kwamba Andy sasa hivi mama yetu na baba mwingine, na ameenda kwa baba mwingine. Na siku ile, yani kiufupi, kile ambacho kilichotokea siku ile Andy kilimkera kinoma, mpaka apokee simu za Tonya tena, kwa sababu ameambiwa kwamba kuna mtu mwingine ambaye yupo naye, huku Andy yupo na mshikaji wake. Anaanza kumhadithia, anamwambia kwamba yule demu bwana jao kinoma, kumbe na mtu wake anafanya na mambo mengine na nini zaidi, mimi napambania, kumbe jambo na mtu mwingine. Lakini bwana mshikaji wake anamwambia kwamba au watoto bwana, yani ushauri unawapa watoto pia unawasikiliza. Watoto wanasikiliza kijinga sana. Mimi nikwambia kitu kimoja tu, hebu chukua zawadi kwanza, kisha mpelekee Tonya. Kama ataikubali, kama ataichukua, basi hilo jimbo ni lako, lakini kama hatoichukua, basi jua kuna mtu mwingine ambaye nyuma yake yupo. Na leo hii bwana Tonya anakuja kwa rafiki yake na kumwambia kwamba mimi bwana ule mshikaji Andy nimekubali kinoma, lakini Andy mwenyewe ana mashauza na mapepe, siku mbili hizi apokee simu zangu wala hataki kunijua, sijui kwa nini, sijui kivipi. Shoga kamwambia kwamba pambana bwana upate mume, kama mume wako mchague ndo mume wako, basi haina noma, kwa sababu ni kijana nini bisho, alafu unapenda kama bisho wewe. Basi hapa stori za Lita na rafiki yake Tonya zinakuwa pambe kinoma, zinakuwa shabashili mfano hakuna. Leo hii bwana Andy amechukua rafiki wa mshikaji wake na amemletea zawadi bwana Tonya, lakini Tonya kama hataki kuipokea zawadi, kisha Amina anasema kwamba yani siku zote umekaa unipigie simu unitafuti, lakini Andy anasema kwamba nilikuwa kuna mambo fulani hivi yameingilia, lakini leo nimeamua kuletea zawadi. So Tonya anashangaa kinoma ni kwa zawadi ambayo aliletewa na ameipokea. Baada ya kuipokea anaibusu, anaipokea kwa furaha sana, basi hata zawadi yangu ifurahie. So Andy anamwambia Tonya kwamba nilisikia umeenda kwa mume mwingine, lakini Tonya anasema kwamba nani amekwambia hivyo? Andy anasema Clonia ndio aliniambia hivyo, kwamba wewe siku ile ulienda kwa baba mwingine na mimi siruhusiwi kuwa nao karibu kwa sababu wewe una baba mwingine. So maneno Tonya ni mageni sana kwake, na anaposikia maneno anasema kwamba wale watoto tu achana nao, au ni wapuzi, mimi na wewe, na naomba uwe karibu na mimi muda wote, time yote. So momenti washasemeana, sasa wanajuana. Leo bwana, kwa sababu mjomba akome, watoto hawa wanaamua kuzidi kumkomesha sasa, kumwambia kwamba mama yetu anakaribia kufanya birthday. Kwa hiyo tunaomba muandalie zawadi kubwa sana siku ya birthday, umfanyie zawadi ama umfanyie surprise siku ya birthday yake. Lakini hapa kuna mtoto anasema kwamba jamani, kwenye upuzi ama ushenzi ambao mnamfanyia Uncle Andy, mimi simo na nisiwemo, naombeni mnitoe, nisihusishwe wala nisiwepo kabisa yani. Leo hii bwana Andy anamfanyia birthday bwana Tonya, lakini Tonya amekasirika, amemind kinoma ni kwa ajili ya kufanywa birthday. Hichi kitendo kinamuumiza sana, kinakumbusha mbali sana. Na hawa watoto wanakuja kusema kwamba yani wewe unaamua kumkira mama yetu, unamkosa mama yetu. Mama anauliza hiki ni nini? Kwa nini? Kwa sababu gani? Lakini Andy anasema kwamba wanao ndio wameniambia kufanya surprise, lakini watoto wao wanakataa, wanasema sio sisi. Andy anasema kwamba Tonya anasema kwamba kitolewe kila kitu,
sitaki kuona kitu hapa, naomba tueni upuzi wenu, siutaki. Aisee, noma sana. Watu wanasema kwamba wewe mtu gani unamfikiria mama yetu, na Tonya anamfukuza Andy atoke nyumbani kwake. Kwa nini? Kivipi? Ni kwamba issue hivi, huyu Tonya hapa yupo analia sana. Anapolia sana anakumbuka, kisha anaomba msamaha. Story iko hivi, siku ya birthday yake kama ya leo alimforce mpenzi wake ama mume wake watoke out, lakini mume wake alikataa kwenda out, lakini Tonya alimforce kinoma ni mpenzi wake ili waende out, na alivyoenda out kwa bahati mbaya walipata ajali, na ajali ambayo walipata mmewe alikufa pale pale. So mmewe alikufa siku ambayo ya birthday yake, na yeye ndo alisababisha, sababu mmewe alikataa, alisema kwamba birthday tufanye nyumbani, lakini Tonya aliforce birthday ikafanyikia kwenye party huko mbele kwa mbele walipoenda, na kwa bahati mbaya muda narudi walipata ajali, mmewe alikufa. Kwa hiyo siku ya birthday yake ndo mmewe alipokufa, kwa Tonya siku anailani kinomani na haipendi kuisikia wala kuiona mbele yake. So Andy anamfuata Rita kumwambia kwamba kwani Tonya na nini? Mbona mimi nimefanya jambo la kawaida, lakini mwenzangu kama Mind amekasirika na hataki kuniona na kunisikia kwenye hili jambo. Mimi nashindwa kumuelewa bwana mwenzangu, kwa sababu tulikuwa tunaishi tu pamoja, na mimi nimejiongeza, nimemfanyia tu zawadi, nimemwandalia tu zawadi nzuri ya kufly, lakini Rita anasema kwamba yule binti hataki, hapendi wala hatakiwi kufanyiwa hiyo zawadi ya birthday, kwa sababu siku ya birthday kwake ni siku ya laana sana, siku ambayo alompoteza mume wake. Andy ile jambo alikuwa alijui, lakini leo Andy analijua ama amefikishiwa na alifahamu ile jambo la kwamba kumbe bwana Tonya hapendi, hataki wala hahitaji kufanyiwa birthday, kwa sababu siku birthday ndio siku ambayo mmewe alimpoteza, tena kwenye kumpoteza yeye ndio sababu kubwa ya kumpoteza. Hapa yupo na picha mume wake Claudia anakuja, baada ya kuja anambembeleza mama yake, anamwona mama yake analia kwa bahati mbaya. Aisee, mama anamwambia kwamba namkumbuka sana baba yenu, nilimpoteza muda ambao nampenda sana, na sitarajia kama siku moja nitakuja nitampoteza. Sasa hivi sina furaha. Na nilikuwa furaha yangu pia inanikwaza, inanikumbusha ya nyuma. So Claudia anamuonea huruma sana mama yake, anavolia na kutaabika, kisa mapenzi, kisa mahusiano. Anamwambia basi mama pole, nyamaza, unatakiwa kulia mama yetu, wewe ukiwa hauna furaha pia hata sisi tutakosa furaha. Huyu Claudia anakuja anamwambia wenzake, mama yetu hana furaha, amekosa furaha na ajui wapi atapata furaha, na anasema kabisa kwamba Uncle Andy ndo furaha yake. Kwa hiyo tumsamani mama yetu ili awe na Andy. So leo hii bwana Rita amekuja kumwombea msamaha Andy bwana, anamwambia kwamba Andy amenifuata, amekuja kuniambia kwamba umsamee, alikuwa ajui, yule binadamu tu, so usije kumhukumu moja kwa moja. Issue alikuwa ajui kama wewe siku birthday yako ndio ulimpoteza mume wako, kwa anaomba msamaha bwana, umsamee kiubinadamu. Tony anasikia maneno ya Rita ambaye waliambiwa na Andy ili Andy aje kuomba msamaha, na kweli bwana leo hii bwana Tony anamuita Andy na kumwomba msamaha, yeye kumwambia kwamba samahani, nimekusamea, sijajua nilikuhukumu kwa makosa yangu, mimi nilijua unajua, kumbe ulikuwa haujui wala ufahamu, mimi nikakuhukumu, samahani sana, nisamee sana, naomba unisamee Andy. Mimi naomba bwana, kama itawezekana mimi na wewe tu wapenzi rasmi, tu tuna mahusiano rasmi, naomba unipe furaha. So hapa kina Claudia anakuja na wanaona mao anabebika ama anafurahika mbele ya Andy, wanapiga na mabusu, asema tunaona kwa furaha sana, mama anafurahi kwa furaha kubwa sana, mama anakumbatiwa, na ondokeni basi hapa, mnaona nini wakubwa hapa, tupo tunafanya mambo yetu, mnakaa nini? So kwa furaha kubwa sana, kwa amani kubwa sana, maisha yanaendelea na naenda kwa furaha na kwa amani kubwa. Bwana, kama utani, Andy alimpokea Tonya kwa mara ya kwanza kabisa kama ni bosi wake. Bwana, Andy kwa mara ya kwanza alimpokea Tonya kama vile kwenda kumpa msaada tu, gari lake limeharibika, basi kana kumpa msaada. Lakini leo bwana ndo anakuwa mpenzi wake, ndo anakuwa watoto wake. Watoto hawa watatu wanakuja wanamwomba msamaha Andy, kumwambia kwamba since the one tulivyokuona tulikupokea kwa ubaya sana, tunaomba tusamee kwa sababu tulikwambia maneno mabaya, maneno machafu. Lakini Andy kwa wema sana anamwambia kwamba nimwasamee wanangu, na kuanzia leo hii naomba tuishi maisha mazuri ya kufurahi, maisha kusameana. Nyinyi kama mlinikosea, basi mimi nimwasamee na msamaha wangu naomba muupokee. Nyinyi kama mlinikosea, basi mimi nishawasamee na msamaha wangu upo, hauna kinyongo wala taswira mbaya mbele yenu. Mimi nampenda sana mama yenu na nawaahidi nitamtunza mama yenu, nitamlinda mama yenu, sitompoteza wala sitomkwaza mama yenu. Kwa furaha kubwa sana leo hii rasmi Andy na Tonya ni mtu na mpenzi wake, na hawa ni watoto wao. Wana furaha kubwa sana na wote wanafurahi kwa pamoja, na movie yetu inaishia hapa.